Aisha, unakuja kuangalia kwamba kwa sasa hivi mambo ambayo yanaendelea katika ukanda wa Gaza kwa pale Palestina ni mambo ambayo kila mmoja amekuwa na bumbuazi, naweza nikasema hivi, kwa sababu unakuja kuangalia kulikuwepo na mkataba wa maridhiano au mkataba wa kuweza kusitisha vita ambayo inaendelea ukanda wa Gaza kati ya Israel pamoja na kikundi cha Hamas. Lakini hata hivyo unakuja kuangalia kulikuwepo na jitihada mbalimbali ambazo zilikuwepo zinafanyika na Katari ilikuwa inahusika kwa kuweza kuhakikisha kwamba ukanda wa Gaza inakuwa inaweza kupata uhuru wake. Lakini hata hivyo watu ambao wanaishi katika ukanda wa Gaza hataweza kuacha ardhi yao na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa. Lakini tumeweza kuona, naweza nikasema jitihada kama vile zimegonga mwamba. Hii tunarudi kipindi cha nyuma, kipindi cha rais wa Marekani alipokuwa Joe Biden, na yeye alikuwepo katika upande wa Israel, lakini hii haikumfanya waziri wa mambo ya nje ya Marekani wa kipindi hicho Antony Blinken kuwa na yeye upande wa Israel. Blinken alisimama kwa mpatanishi kuweza kuhakikisha kwamba upande wa Mashariki ya Kati basi masuala ya migogoro ya vita yanaenda kutamatika, hususan katika ukanda wa Gaza katika taifa la Palestina. Lakini sasa hii ikafanya kwamba Blinken na jitihada zake akaziweza kuzaa matunda, na tukumbuke kwa mara ya kwanza alijaribu, alishindwa. Kwa mara ya pili Blinken alijaribu tena, kwa mara ya pili ambaye aliyokuwa makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris alikuwa yupo upande wake wa kulia, naweza nikasema hivi, akiwa kimsupport Blinken katika jitihada mbalimbali katika baadhi ya mataifa ili kuweza kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea Mashariki ya Kati. Lakini baada ya kuingia rais wa Marekani kwa Donald Trump, na yeye tukaweza kuona ana mtazamo kama mtazamo wa Blinken wa kuweza kuondoa mgogoro wa vita katika ukanda wa Gaza. Lakini yeye kaenda mbali zaidi kusema kwamba watu ambao wanaishi katika ukanda huo waweze kuhama na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa, hususan katika mataifa ya Kiarabu. Lakini tukaweza kuona baadhi ya mataifa Aisha wakipinga vikali, hususan kusema kwamba watu wa ukanda huo wa Gaza kuweza kuhama na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa. Tukumbuke tu kwamba watu ambao wanaishi katika ukanda wa Gaza ni takriban wa watu 2,400,000. Sasa je, idadi yote hiyo kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa, je, vipi kuhusiana na vizazi vyao baadaye? Ni kwamba itakuwa ni kama vile ni historia kusema kwamba sisi ni wakazi wa Gaza, tulikuwa tunaishi kule, kulikopo na hivi. Lakini kwamba kumbuka, watoto hao tayari wanakuwa waifahamu Gaza tena, wanafahamu utamaduni na mira katika hilo taifa ambapo wameweza kuhamia. Na hii tukaweza kufanya taifa kama la China Aisha, ambapo China walikuwa wamekaa pembeni muda wote wakati mgogoro huu wa vita ulipokuwa unaendelea. Tukumbuke Israeli na upande wa Hamas ni takriban wana mwaka mmoja na miezi kadhaa kuweza kupigana, lakini China kuweza kuingilia hata mara moja. Lakini baada tu ya kusema kwamba watu ambao wanaishi katika ukanda huo kuweza kuhama na kuhamia katika baadhi ya mataifa, ndipo pale tulipoona China na yeye ikiweza kuingilia kati, ikipinga vikali zaidi kusema zekani watu ambao wanaishi katika ukanda huo wa Gaza na kuweza kuhama na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa. Lakini na hii si mara ya kwanza kwa ambaye ni katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuweza kuzungumzia mauaji ambayo yanaendelea ukanda huo wa Gaza. Amekuwa akizungumzia mara kwa mara kuhusiana kwamba vitu ambavyo vinaendelea ukanda huo wa Gaza, na kwa mara hii ameweza kuzungumzia zaidi kuhusiana ni kwamba vitu ambavyo vinaendelea katika ukanda wa Gaza, hususan Israel kuweza kuweka vikwazo watu ambao wanaishi katika ukanda huo wa Gaza kutoweza kupatiwa misaada, ikiwemo vyakula, ikiwemo masuala ya matibabu. Israel ameweza kupiga marufuku katika ukanda huo wa Gaza. Na hata ukija kuangalia ni kwa nini kwamba Israel amekuja kuweka uzio katika ukanda wa Gaza kusema kwamba hawatakiwi kuweza kupokea misaada yoyote ile, ambapo labda baadhi ya mataifa ikiweza kusaidia watu ambao wanaishi katika ukanda huo. Inaposemekana ni kwamba baada ya misaada kuweza kuingia katika ukanda wa Gaza, inakuwa ni kama mojawapo ya njia katika kundi la Hamas kuweza kujiimarisha zaidi kwa ajili ya mapigano. Hayo ni maono au ni mtazamo ambao upo katika upande wa Israel. Lakini hata hivyo unakuja kuangalia idadi ya vifo ambapo watu wameweza kupoteza maisha Aisha. Ndani ya saa 48 watu 58 wameweza kupoteza maisha katika ukanda wa Gaza. Na hata hivyo unakuja kuangalia kuna baadhi ya viongozi, sio wazungumzaji, hasa katika upande wa Umoja wa Mataifa. Na mzungumzia msemaji wa Umoja wa Mataifa kuweza kumsikia akiweza kuzungumza Stefan Dujarric ni nadra sana. Lakini baada tu ya mgogoro huu wa vita kuona kwamba unaendelea kuwa gumzo, unaendelea kuzidi siku hadi siku, ndipo pale ambapo sasa msemaji huyu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric akaanza kuzungumza Aisha
kuhusiana na vitu ambavyo vinaendelea katika ukanda wa Gaza, akisema haiwezekani kwamba ukanda wa Gaza umegeuza ni sehemu ya mauaji, haiwezekani kwamba ukanda wa Gaza umegeuza kama imekuwa ni sehemu sasa kila mmoja anakuwa na mitazamo yake katika ukanda huu wa Gaza. Inabidi sasa baadhi ya mataifa tuweze kusaidia ukanda wa Gaza. Lakini hii yaisha wakati haya yote yanaendelea. Kwa siku ya jana, ambaye ni rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikuwepo katika taifa la Misri na kuweza kukutana na rais wa Misri pamoja na mfalme wa Jordan, mfalme Abdallah wa pili, kukaa sasa kwa pamoja kuweza kuzungumza mambo ambayo yanaendelea katika ukanda wa Gaza, hususan taifa la Israel kuweza kuwekea vikwazo vya msaada katika taifa hilo la Palestina, ukanda wa Gaza. Lakini unakuja kuangalia upande wa Jordan yeye aliweza kukubali moja kwa moja Aisha kusema kwamba atakubali watu ambao wanaishi katika taifa hilo la Gaza na kuweza kuhamia katika taifa lake la Jordan. Na tena akasema mimi nitaanza na watoto wadogo, na akasema hususan wale watoto ambao wanasumbuliwa na ugonjwa wa saratani, ambapo inakaririwa idadi yao ni watoto 2000. Akasema mimi nitawapokea katika taifa langu kwa ajili ya kuweza kuwasaidia kwanza watoto, alafu baada ya watoto ndipo pale ambapo nitakubali baadhi ya watu ambao wanaishi katika ukanda wa Gaza katika taifa la Palestina kuweza kuhamia katika taifa langu. Lakini kwa siku ya jana imekuwa ni kama vile ameweza kutushangaza, naweza nikasema hivi, kwa sababu pale ambapo rais huyu wa Ufaransa Emmanuel Macron alipoweza kuwasili katika taifa la Misri na kuweza kukutana na rais wa Misri pamoja na mfalme Abdallah, kwa pamoja walikaa chini kuweza kuzungumza jinsi gani ambapo sasa wataweza kusaidia watu ambao wanaishi ukanda wa Gaza. Ndio pale Aisha naweza nikasema labda kwa mtazamo wangu labda mfalme Abdallah ameweza kubadilika. Yale makubaliano ambayo alikuwa ameweza kukaa na rais wa Marekani Donald Trump kwa pamoja kuweza kusema kwamba mimi nakubali kwamba kuwapokea watu ambao wanaishi katika ukanda wa Gaza, ni kama vile ameweza kubadilika, kwa sababu kwa siku ya jana wameweza kukaa na kuzungumza jinsi gani ambapo wataweza kuwasaidia watu ambao wanaishi katika ukanda wa Gaza, na hususan katika kuwapelekea misaada mbalimbali ikiwemo chakula, masuala ya matibabu na masuala mengine. Lakini kama angekuwa ameweza kukubaliana na rais wa Marekani Donald Trump, mimi natumaini Aisha kwa siku ya jana asingeweza kuhusika au asingeweza kuitwa kabisa katika kuweza kujadiliana jinsi gani ambavyo wataweza kusaidia upande watu ambao wanaishi katika taifa la Palestina, ukanda huo wa Gaza.